na atakutendea mema. Kitu kama dakika kama hata kama ni 30 tusikilize Injili ili naye Mungu apate kutubariki, maana sio nyimbo zilizotuleta, na nyimbo nyingi hata kwangu nyingi mno. Wewe una nyingi, unaweza ukasikiliza kwenye nyumba yako hata usiku kucha, lakini neno ndilo unahitaji mpendwa, maana neno ukiwa nalo litakusaidia katika maisha yako. Nimekuguzia wimbo nikakwambia kunayo nguvu ndani ya Yesu, na wale wote ambao wamemwamini Kristo, hakuna silaha inayopangwa kinyume nao inaweza ikafaulu. Soma kwenye kitabu cha Isaya 54 mstari ni ule wa 17. Isaiah chapter 54 verse 17 inasema, there is no weapon formed against the people of God shall prosper, never in Jesus name. Kuna nguvu ina uwezo juu ya nguvu ya Yesu, na ndio maana hakuna kitu cha maana kama kukaa ndani ya Yesu. Nikwambie ukweli, hata haya magonjwa unayoyaona kama kansa, hiyo sio sehemu ya watu waliookoka. Watu waliookoka hawezi patwa na kansa mpendwa. Nikwambie ukweli, kansa itashika wapi? Kwa mtakatifu wa Mungu. Hiyo ndio inaonyesha, ni ishara ya kuonyesha ya kwamba umeokoka kweli. Ni kama ukimwi, hawezi ukapata watu waliookoka. Unajua kuna wakati mmoja miaka ya nyuma nikiwa kijana, nikiwa nahubiri, maana mimi niliokoka nikiwa kijana nikasema hakuna ukimwi unaweza ukapata mtu wa Mungu, mtu aliyeokoka. Mzee mmoja akanivuta kando akaniambia, kijana, kamwambia naam, akaniambia utaona mengi kitabu huko mzee. Nikamwambia neno la Mungu halibadiliki, na kama limesemwa hivyo lilivyosema ndivyo ilivyo. Kuna mwenye ukimwi, kuna ukimwi unaweza kupata Wakristo walio wa kweli, mtu aliyeokoka kweli na ni mtakatifu wa Mungu. Kuna anaweza kupatwa na magonjwa kama kansa, na magonjwa yasiyokuwa na tiba. Angalia hata korona yenyewe haikukaribia Wakristo wa Mungu, haikukaribia watu walio watakatifu wa Mungu. Najua watu wengi huwa wananiuliza, kwani dunia ina watu watakatifu? Dunia ina watakatifu mpendwa. Kama huna habari ujue leo. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi, Zaburi kwa Kiingereza inaitwa Psalms. Usiende kutafuta kitabu nyingine mpendwa. Zaburi 16 mstari wa 3, nenda kasome pale. Biblia inasema watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora. Haisemi watakatifu walio mbinguni, inasema watakatifu waliopo hapa duniani hao ndio walio bora, na hao ndio watakaomuona Mungu. Dunia ina watakatifu mpendwa. Biblia inasema, wacha nikusomee usikie. Naweza kusema haya ni maneno ya mhubiri, haijatoka kwenye maandiko, lakini maandiko iko wazi kabisa. 16 mstari wa 3. Maandiko mazuri haya nayapenda sana. Mstari wa 3, sikiliza. 16 mstari wa 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Wacha nikwambie mpendwa, mtakatifu, unaweza ukaniuliza mtakatifu ni mtu wa aina gani? Anavaa namna gani? Anaishi namna gani? Wacha nikwambie mpendwa, watakatifu sio kwamba anavaa mavazi tofauti na wengine, hapana. Sio kwamba wanakaa kwenye mazingira ambayo wengine hawaishi, hapana. Sio kwamba watu wanakaa peke yao, hapana. Wako humu mko nao, na wewe ndio huelewi. Haleluya. Watakatifu waliopo dunia hii kwa sasa sio watakatifu kwa sababu ya kutimiza yaliyo ya sheria, hapana. Wale watakatifu tulio nao kwa sasa
ni wale watakatifu ambao wamefanywa kuwa watakatifu kwa neema, by the grace of God. Wale wameoshwa dhambi zao kwa damu ya mwana kondoo, wakawa safi kwa damu ya mwana kondoo, wakasamehewa dhambi zao, majina yao yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hao ndio wanaitwa watakatifu. Haidhuru wako na mwili, wako na nyama na damu, lakini Mungu akiwaangalia, kwa sababu wamemkaribisha Yesu katika maisha yao, Mungu anaona Yesu aliyetimiza yote na ni mtakatifu, aliyeshinda yote, anamuona akiwa mtakatifu. Ni wale waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Hao ndio watakatifu wa dunia, na hao ndio peke yao watakao kwenda mbinguni. Acha nikwambia ukweli kama huna habari, hao ndio watakao kwenda mbinguni, watakatifu waliopo duniani, wale waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, ambaye anaitwa Yesu, ndiye mwana wa Mungu. Unajua baba wa Yesu ndiye Mungu wetu, anaitwa Mungu wa Israeli. Unaweza ukajiuliza, kwani hapa kwetu hakukuwa na Mungu? Ndio twende tukatafute Mungu Israeli tumlete huku? Watu wana maswali mengi kweli ambayo haina msingi. Dunia nzima, wacha nikwambie mpendwa, ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia, Biblia inasema ya kwamba Mungu alitenga Waisraeli kama taifa lake. Mungu mwenyewe aliye mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi, anaitwa Mungu wa Israeli, na hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Israeli. Na yeye alikubali kuingia kwenye mwili wa Myahudi. Acha nikwambie ukweli, Yesu alikuja duniani akiwa Myahudi, Mwisraeli, lakini alikuwa Mungu. Alafu akapaa akarudi mahali alikokuwa tangu zamani, amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na ndio maana Biblia inasema ukimbariki Abrahamu na mzao wake utabarikiwa, na ukimlaani utalaaniwa. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo ukilaani Israeli unalaaniwa, ukiwabariki unabarikiwa mahali popote ulipo. Ukisema neno juu ya taifa la Mungu utalaaniwa mpendwa. Angalia hivi sasa vita inaendelea pale Israeli mpendwa. Wewe uko upande gani? Uko upande wa taifa la Mungu ama uko upande wa adui wa Mungu? Where are you? Inategemea baraka zako zitashuka namna gani. Maana ukiwa upande wa taifa la Mungu, baraka zitashuka na utabarikiwa mpendwa. Lakini ukiwa kwenye upande wa maadui, kwa Kiingereza wanasemaga antisemitism, yani chuki dhidi ya Wayahudi, ndio inaitwa antisemitism, yani chuki tu. Ukiwachukia utalaaniwa moja kwa moja. Ndio maana Biblia inasema tuwaombee Waisraeli na tuwaombee Yerusalemu, mji mtakatifu. Mji mtakatifu sio wa Roma, hapana. Mji mtakatifu ni Yerusalemu. Unajua ndani ya Biblia kuna Yerusalemu tatu. Wacha nikufundishe kidogo mpendwa, nikienda kumalizia. Kuna Yerusalemu tatu. Kuna Yerusalemu mji ulioko sasa ambao unang'ang'aniwa na Palestina na Waisraeli, ambao uko kule East Jerusalem na West, ile inaitwa West Bank, hapo mahali ambapo hekalu takatifu ilikuwa imejengwa, alafu baadaye ikabomolewa na Warumi, alafu pakajengwa msikiti hapo unaitwa Al-Aqsa hapo. Sasa ukisoma hiyo historia yetu mpendwa, kuna hiyo Yerusalem ambayo iko sasa, ambao ni mji mtakatifu wa Mungu ulioko hapa duniani, ambao uko Israeli.
Hiyo ni Yerusalemu ya kwanza. Yerusalemu ya pili ni ule mji mtakatifu utakaoshuka kutoka juu mbinguni, utakaliwa na watakatifu wa Mungu. Maana sisi tuliookoka tutakaa Yerusalemu mpya. Hiyo ni Yerusalemu ya pili ambayo iko mbinguni na itashuka, itakaliwa na watakatifu. Yerusalemu ya tatu, wacha kabla sijaguza Yerusalemu ya tatu nikueleze mpendwa kuhusu verses mahali utakwenda kuzipata. Mji ulioko sasa katika Israeli, hiyo huna haja ya kuambiwa verse ndani ya Biblia, maana ukisafiri uende Israeli utaona Yerusalemu. Yerusalemu ya juu ambayo ni takatifu, hapo ndipo naweza nikakupa verse ndani ya Biblia. Ni kitabu cha Ufunuo Yohana 21 mstari wa 3, mahali ambapo inazungumzia habari ya Yerusalemu mpya ambayo itakaliwa na watakatifu. Yale makao huwa tunasema tunaenda kukaa, ile unaitaga mahali pema peponi, hiyo ni Israeli, hiyo ni Yerusalemu. Wakati tunaposema tunaenda mahali pema, yani kwa kifupi ni kusema unaenda kwenye Yerusalemu mpya. Hiyo ndio Yerusalemu ya pili. Yerusalemu ya tatu ni kanisa la Mungu lililoko hapa duniani, yani kanisa la Yesu. Wale wote ambao wameokoka wakafua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, wakaandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima, hao wanaitwa Yerusalemu. Inapatikana wapi ndani ya Biblia? Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22 kuanzia mstari wa kwanza. Kuna Yerusalemu tatu. Hiyo yote ni mji mtakatifu wa Mungu, na ukiuguza you face the consequences. Mungu ana mkono wake pale, anasema nimetenga hapa, ni pangu, usiguze. Lakini bado wanataka kuugawanya ule mji. Ndio maana Biblia inasema wakati watu watazingira Israeli kwa vita, watake kuiangamiza, hapo ndipo moto utashuka kutoka juu mbinguni, utaangamiza maadui wote wa Israeli. Israeli haiwezi kushindwa, hata awe mtu mmoja katika dunia, hata dunia iinuke imuinukie, hawezi kuisha. Kwa nini? Ni taifa la Mungu na Mungu anawapenda. Ndio maana Biblia inasema hakuna silaha itakayopangwa kinyume na Israeli inaweza ikafanikiwa. Kuna mpendwa, never in Jesus name. Kwa hivyo hata muinuke mkiwa wagapi, hata uwachukie, hata utume nini, hiyo yote ni bure, maana mkono wa Mungu uko pamoja nao. Mungu ndiye anayewapigania. Kuna watu huwa wanauliza, watoto wanakuanga na dhambi kweli? Maana wanakufa wengi na tuna huruma juu ya watoto, maana wasife. Wacha nikupe kisa kimoja mpendwa. Kuna mfalme wa kwanza alikuwa anaitwa Sauli katika Israeli. He was the first king in Israel. Na wakati alikuwa ni mfalme wa kwanza katika Israeli, kuna wakati ulifika Mungu akamwambia Sauli, kuna watu nilisema nitakuwa na vita na wao, wanaitwa Wamaleki. Akaagiza Sauli akamwambia, nenda kwa Wamaleki, the Amalekites, enda uue mfalme, enda uue na wote katika kabila hilo la watu la Wamaleki, uue wamama, uue watoto, uue na wanyama, asibakie hata kitu kimoja. Hata wanyama ua, hata ukipata paka ua, hata ukipata mtoto ua, maliza wote. Sauli wakati alipoambiwa na Mungu aende akawamaliza Waamaleki, yani the Amalekites, na mfalme wao alikuwa anaitwa Agag, Biblia inasema Sauli alienda akawahurumia. Hakuua mfalme
na hakuua wanyama wengine kama kondoo walionona na mbuzi walionona na ng'ombe walionona. Hakuua, alisema hawa ni wazuri, wacha nipeleke Israeli, watanisaidia. Akakataa kutii agizo la Mungu, na Mungu alimwambia uwa mfalme, uwa wanaume wote, uwa wanawake wote, uwa watoto wote, uwa wanyama wote. Sauli hakufanya hivyo. Alishika mfalme akamfunga badala ya kumuua, na Mungu alimwambia ua. Wakati alipomfunga mfalme akampeleka mpaka Israeli, na akachukua kondoo walionona, na akachukua mbuzi walionona, na akachukua ng'ombe walionona, akapeleka Israeli. Hapo ndipo hasira ya Mungu ikawaka juu ya Sauli mfalme. Mungu akatuma nabii ambaye alikuwa anaitwa nabii Samuel, akamwambia nenda ukamwambie Sauli, nimekasirika sana kwa sababu ya Sauli, maana nilimuagiza na amekataa kutimiza maagizo yangu. Wakati Samuel nabii Samueli, watu wengi wanamfahamu huyu nabii Samueli. Unakumbuka yule mtoto alikuwa ni wa Hana. Hana aliomba Mungu akamwambia, ukinipatia mtoto kijana nitakutolea awe wako miaka yake yote. Na Hana alikuwa gatasa, alikuwa hapati watoto. Unajua alikuwa ameolewa wanawake wawili. Hata nikurudisha nyuma kidogo, nikwambie historia kidogo ya Samueli, jinsi Samueli alivyozaliwa na jinsi Mungu alivyombariki na akamfanya kuwa nabii. Kulikuwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Elkana. Alikuwa ni mtu mcha Mungu, alimpenda Mungu sana. Alikuwa ameoa wake wawili. Mke wa kwanza alikuwa anaitwa Penina na wa pili alikuwa anaitwa Hana. Sasa Penina mke wake wa kwanza alikuwa amejaliwa kupata watoto, alikuwa na watoto wengi, lakini Hana alikuwa hana watoto. Alikuwa anamlilia Mungu kila siku, akimwambia Mungu, fungua tumbo yangu ili nipate watoto. Mungu hakufungua tumbo lake, alikuwa tasa, maana Mungu alikuwa amefunga tumbo lake. Mpaka siku moja Hana alienda kwenye nyumba ya Mungu akaweka nadhiri. Nadhiri ni ahadi mwanadamu anayoweka mbele za Mungu yanayohusu dini ama Mungu mwenyewe. Akaenda akavaa mbele za Mungu, akaweka ahadi, akamwambia Mungu, ukinipa mtoto wa kiume nitakutolea awe wako miaka yote, nitamweka hapa kwenye kanisa lako akawe hapa. Mungu wakati aliposikia ile maneno ya Hana, usiku huo alipata mimba, na wakati alipozaa mtoto alimuita Samuel, akampeleka, baada ya kumwachisha kunyonya, akampeleka pale ndani ya hekalu. Wakati huo yule kuhani alikuwa ni mkubwa, alikuwa anaitwa Eli, na alikuwa anatumika na vijana wake wawili, mmoja alikuwa anaitwa Hofni na mwingine Finehasi. Huko Shilo, mahali palikuwa panaitwa Shilo, hapo ndipo hema la Mungu lilikuwa limewekwa. Sasa huyu Samueli ndiye alitumwa akiwa nabii, sasa akiwa mzee. Sasa akatumwa akaambiwa, nenda kwa Sauli, nenda umuulize kwa nini hakutimiza agizo langu. Nilimwambia aende auwe mfalme, auwe wanaume wote, auwe wanawake wote, auwe watoto wote, auwe mbuzi, auwe ng'ombe, auwe kondoo, wanyama wote, asibakisha hata kitu, na amekataa kufanya hivyo. Wakati Samueli alipofika kwenye ile nyumba ya mfalme wa Sauli, Biblia inasema Sauli alikuwa Samuel alikuwa amekasirika, akamwambia Sauli, akatoa upanga wa Sauli. Sauli akaanza kuogopa, akaona kama niye atauawa. Akamwambia Sauli, nenda uite yule mfalme wa Amaleki umlete hapa nimuone. Wakati alipoleta huyo mfalme wa Amaleki, aliuawa na Samueli. Na Samueli akaambia Sauli, ufalme wako kutokea leo umeisha, na umepewa mtu mwingine ambaye ni mwaminifu, anaweza kaongoza vizuri. Yaani siku hiyo ndio ufalme wa Sauli, kwa sababu alikataa kutii sauti ya Mungu, aliondolewa. Acha nikwambie mpendwa, Mungu akiagiza kitu hakuna maswali. Ndio unaona
Abraham aliambiwa nenda ukatoe mtoto wako. Hakuuliza Mungu maswali, alichukua kisu, akachukua na moto, akaenda mpaka kwenye mlima, aende akamtoe mtoto wake kuwa sadaka. Yeye hakuuliza Mungu maswali, akimuuliza mbona unaniambia nitoe mtoto wangu na nina kondoo wengi hapa, nina ng'ombe wengi hapa, nina mbuzi wengi, mbona usiniambie nitoe moja wapo ya hizo mbuzi zangu ama kondoo? Mungu haulizi maswali, akikwambia fanya, fanya kama alivyokuagiza. Sije kuuliza maswali mengi. Na unaona Abrahamu wakati alipokwenda kwenye mlima akamfunga mtoto wake, alikuwa tayari kumtoa na akatomwa kisu. Akienda kumchoma kisu, hapo ndipo Mungu akamzuia, akamwambia don't hurt your son, usiguze mtoto wako. Angalia hapo pembeni, utaona kuna kondoo. Mungu huwezi kumjibu Mungu. Mungu akikwambia fanya, fanya bila maswali. Wacha nikwambie mpendo, mambo inaweza kafanyika na mambo ukaona kama haiendi vizuri, lakini Mungu akiagiza lazima itimizwe. Kwa hiyo wakati watu wa Mungu wanapiga vita, anything can happen, chochote taweza kutokea. Maana vita ikija ni vita, na mambo inakuwa ni magumu sana mpendo. Kwa hiyo wewe jua uko upande gani. Kama uko upande wa watu wa Mungu, umebarikiwa. Kama kwenye upande wa maadui wa Mungu, ujue wewe umelaniwa mpendo. Jua wewe umelaniwa kabisa. Maana Biblia inasema wale watu watakao mbariki Abrahamu na mzao wake watabarikiwa. Wacha nikwambie mpendwa, Yesu alitokea kwenye mlango wa Uyahudini, yani wa Uyahudi katika Israeli. Mungu akakubali kuzaliwa, yani akakubali kuchukua mwili wa Waisraeli. Baadaye akapaa kaenda juu mbinguni. Ndio maana Mungu mpaka leo anawapigania mpaka leo, na maisha yao yanapata kuwa mazuri. Hata dunia nzima iinuke, hawezi kushindwa. Kwa hivyo mpendwa, mahali popote ulipo, kitu ningekusihi mpendwa, kwa neema ya Mungu, mkubali mwana wa Mungu akuokoe, maana hiyo ndio njia ya kupona. There is no any other way you can be saved. Hakuna njia nyingine ya kuokoka mpendwa, ni wewe uingie ndani ya Yesu mwana wa Mungu, maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Wokovu watoka kwa Wayahudi mpendwa. Unaweza ukaomba huku na huku, lakini wokovu watoka kwa Wayahudi. Usipomkubali huyo Myahudi Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado utaangamia. Utaangamia mpendwa. Biblia inasema zamani sisi tulikuwa hatuna Mungu. Soma ndani ya Biblia mpendwa. Ni kwa sababu hampendi kusoma hii Biblia ndio maana mna shida. Tulikuwa tumewachwa nje kwenye agano la Mungu, tulikuwa hatuna sheria. Lakini saa hii kwa neema ya Mungu kupitia kwa mwana wa Mungu, hata sisi tumeingizwa katika agano la Mungu. Kwa njia ipi? Kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Damu ndio inakuingiza kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Bila damu ya Yesu huwezi kuwa mwana wa Mungu. Lazima uwe ndani ya mwana ili uwe mwana wa Mungu. Ukikataa damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, wewe sio mwana wa Mungu, na kila pigo likija litakupata. Maana Mungu anawakinga walio wake. Ndio maana anasema hakuna silaha itakayopangwa kinyume na watu wa Mungu waliookoka inaweza kafaulu. Kwa hivyo ni wewe ujue uko wapi. Ukikaa ndani ya Yesu uko salama. Ukikaa nje ya Yesu ujue ni hatari. Kansa, ukimwi, magonjwa ambayo haina tiba, korona, hiyo ni sehemu yako. Lakini ukikaa ndani ya Yesu uko salama, you are safe. Kwa hivyo ni wewe uchague mahali utakapokaa mpendwa, ili maisha yako ipate kusimama vizuri, na hapo ndipo utaweza kumwona Mungu.
Kwa hivyo Mungu akubariki sana, akutendee mema na kuinue katika kila njia. Naona kuna manyunyu kidogo, lakini inamisha uso wako tupate kumshukuru Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni hii njema kwa ajili ya maana utukufu wa jina lako Bwana. Bwana nakushukuru kwa sababu ya neema yako, nakushukuru kwa sababu ya neno lako Bwana, maana neno lako lina nguvu na mamlaka ya kubadilisha wanadamu, na yeyote anayelisikia Bwana hata kuwa vile tena, never be the same again. Bwana Yesu, zungumza na watu wako Bwana, watembelee kila mmoja kwa zamu, ili Bwana Yesu watu wako wakapata kuokoka na wakapata kukaa vizuri katika neno lako Bwana, ili maisha yao yakapata kukuletea utukufu Bwana Yesu. Bwana kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana, na wale watu wanaosikiliza neno hili Bwana Yesu na wakabidhi mikononi mwako, ili Bwana upata kuwahudumia. Nataka kila wazo na fikira zao na zikabidhi mikononi mwako Bwana, ili Bwana zipata kutii sawa sawa na mapenzi yako, ili wakapata kuokolewa na kutii sawa na unavyopenda Bwana Yesu. Bwana kuwa pamoja nasi, utulinde na utuongoze Bwana, na ni katika jina tukufu, jina la Yesu nimeomba tena nimeamini, amen. Haleluya. Mungu akubariki.